Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Heri ya Ijumaa Kuu. Jamani, heri ya Ijumaa Kuu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, siku ya Ijumaa, Ijumaa Kuu. Kwa tafakari ile siku yenyewe kabisa ya Yesu anakufa, ile ilikuwa ni Ijumaa. Hivi mambo yalikuwaje pale Yerusalemu? Nimetafakari sana, nikasema dai, enzi kama hizi kina Petro wamenyong'onyea kwa kweli. Dakika kama hizi wanafunzi wako katika hali mbaya ya Bwana wao ameshakamatwa. Na siku kama leo, tangu asubuhi, Biblia inasema tangu saa 3 asubuhi kulikuwa na pilika pale Yerusalemu. Kila mtu anafanya la kwake. Maaskari wa Kirumi wanadhihaki, wanachana nguo, wanaweka taji ya miba, wanapiga misumari yaani kwenye taji ya miba ile damu inatoka. Wenyewe wanasema hiyo ndio taji ya mfalme. Wenyewe wanamdhihaki wasijue kwamba Bwana wangu ananikomboa, wasijue kwamba Yesu wangu ananikomboa. Najisikia vizuri kwa sababu leo tunayasimulia tu, lakini ungekuwepo Yerusalemu siku hiyo na wewe ni mfuasi wa Yesu, nafikiri hali ilikuwa ni mbaya. Lakini tumaini alijua Mungu Baba wa mbinguni anachokifanya. Tumaini jingine ni Yesu alijua anachokifanya. Na ndio maana leo tumepatikana kwa sababu ya huyo Yesu. Basi naomba nikuletee ujumbe wa neno la Mungu na somo ambalo tutalifundisha kwa siku hizi mbili, yaani leo Ijumaa na kesho kutwa Jumapili, ni nguvu ya kifo. Nguvu ya kifo au nguvu ya msalaba. Tukisema kifo ni msalaba na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kuna nguvu ya kifo na nguvu ya kufufuka. Kwa hiyo nguvu ya msalaba na nguvu ya asante. Jamani, nimewaambia watu wa media mtakuwa na project, mtakuwa mnaandika hivyo, unaona hapo. Najisikia niwe nazungumza huku, unaona ninachokizungumza. Kwa hiyo ni nguvu ya kifo au nguvu ya msalaba na nguvu pia ya kufufuka kwa Yesu Kristo. The power of death, or power of the cross, and power of the resurrection of Jesus Christ. Na niseme tu kwamba Yesu kama asingekufa, asingefufuka. Media team today, tunataka change gear, ujue ndio tunakwenda hivyo. Kama Yesu asingekufa, basi Yesu asingefufuka. Kwa maneno mengine, hakuna ufufuo bila uwepo wa kifo. Hakuna ufufuo bila uwepo wa kifo. Huwezi ukazungumza kufufuka kama hakuna kifo, si ndio? Na kama hakuna kifo pia, habari ya kufufuka kusingekuwepo. Na habari ya kufufuka kusingekuwepo kama kusingekuwepo na kifo. Kwa hiyo kifo na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo ndio msingi au muhimili mkuu wa imani ya Kikristo. Jamani, kama japokuwa tunaichukulia kama vile ni ibada nyepesi, lakini katika Pasaka hii naomba nikubadilishe kidogo mtazamo. Ujue we are talking about something very serious. Kwamba tunazungumza msingi au muhimili mkuu wa imani. By the way, hata mitume ukisikiza, kuna siku moja hapa tulikuwa tunazungumza sisi na Dr. Kipa, sio alikuwa anauliza, tulikuwa tunazungumza habari za message ya wale mitume. Mitume walikuwa, ukiangalia sana, walikuwa wachezi mbali na kuzungumza kufa na kufufuka kwa Yesu.
Yet that gave them confidence. Yaani kifo na kufufuka. Pamoja na yote Yesu alifanya, akatembea, akafanya miujiza na nini na historia ndefu ya Yesu. Lakini injili yao, gospel, injili ilikuwa inalenga kufa na kufufuka kwa Yesu. Huyo aliyemsulubisha sasa hivi yuko hai. Huyo aliyemsulubisha ndio kamleta Roho Mtakatifu. Huyo aliyemsulubisha akafufuka ndio kamfanya huyu kiwete anatembea. Hiyo ndio ilikuwa gospel. Chochote kinachozungumzwa kiko linked, kiko connected na kifo na kufufuka kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo katika Pasaka hii kwa kweli Mungu kanishuhudia, Roho Mtakatifu kasema nami ni concentrate katika hivi vitu viwili. Kwanza msalaba ambao tunazungumza leo, kifo cha Yesu. Lakini pia tutakuwa tunazungumza kuhusu kufufuka. Kifupi hapo nimeeleza kwamba ukizungumzia msalaba unazungumzia dhabihu, sadaka. Yaani kuzungumzia kifo kwa Waisraeli walikuwa wanaelewa sana. Vifo vya wanyama ilimaanisha dhabihu, ilimaanisha sadaka maalum ya kufanya mambo mengi sana, dhambi, baraka, ukiwa umekosana na mwenzako, ukiwa umefanya nini, dhabihu. Kwa hiyo ukizungumza kifo unazungumza dhabihu, ndio message kubwa. Lakini ukizungumza pia kufufuka, wale wanyama walikuwa hawafufuki. Ashukuriwe Bwana Yesu alifufuka. Na kweli kufufuka kwa Yesu, key message katika kufufuka ni ushindi. Na hiyo tutaizungumza siku ya Jumapili. Tutazungumza kwa kirefu sana nguvu ya kufufuka kwa Yesu. By the way, kama Yesu asingefufuka akafa alafu asifufuke, Paulo anasema hata injili tunahubiri ni upuzi. Kwa hiyo ipo nguvu pia katika kufufuka. Asante Yesu alikufa, lakini na kufufuka kwake kuna maana kubwa sana. Kwa hiyo Jumapili be attentive, tutakuwa nazungumza faida au muhimu au nguvu za kufufuka kwake. Sasa leo nimesema katika siku hizi mbili tutakuwa tunazungumza mambo haya. Tafadhali tuendelee. Katika hizi siku mbili, Ijumaa Kuu leo na Jumapili ya Pasaka, tutajifunza umuhimu wa nguvu ya kila tukio. Kuna tukio la kufa na tukio la kufufuka. Leo nitazungumza nguvu ya kusulubiwa kwa Kristo msalabani, au nguvu ya msalaba. Lakini Jumapili nitazungumza kuhusu nguvu ya kufufuka kwa Yesu. Haya yote ni maana sana. Tuingie katika somo la leo. Nguvu ya kusulubiwa kwa Kristo msalabani. Kama nilivyosema, unaweza kusema tu nguvu ya msalaba kama ni mchovu kusema maneno mengi. Kama unataka kusoma ndio nimeambia leo mfundisho nini? Nguvu ya msalaba. Kwa kianza nguvu ya kusulubiwa kwa Kristo msalabani. Wengine hata hiyo tu kuikariri ni shida. Ukishindwa sana mwambie tu leo tumefundisha nguvu ya msalaba. Kwa hiyo we are talking about the power of Christ's crucifixion on the cross. If you are lazy, kama wewe ni mvivu kusema maneno unasema to the power of the cross. That's it. Nguvu ya kwanza, naenda moja kwa moja kwenye hizo nguvu, maana nazungumzia nguvu. Nguvu ya kwanza ni nguvu ya upendo. Kifo cha Yesu msalabani kinaonyesha nguvu ya upendo. Msalaba ni kielelezo cha juu sana cha Mungu, kuonyesha upendo kwa mwanadamu, kumtoa mwanae wa pekee. Na tuna mstari ambao tumezoea, Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mmoja muaminie. Na hiyo ilitokana ukweli, kila kitendo cha kumtoa afe, that was a great sacrificial love. Fikiri kitu chako chochote cha thamani, alafu kilete tu hata kanisani.
Think about your precious jewelry, labda dhahabu yako, mkufu wako wa dhahabu ambao unaupenda sana wadada. Ambao ulinunua labda kwa milioni 50. Na siku hizo wananunua kwa milioni 50. Halafu nasema nimetoa. Pana umapa. Wakati tunajenga hii ofisi tumeshamaliza kujenga ile tent hapo. Wakati tumeingia kujenga ofisi, Bwana akaniambia nitoe kiwanja kiko hapa Forestini. Wale mliokuwepo wakati ule mnakumbuka. Na nilikuwa na mipango na ramani nilikuwa nazo za kujenga kitu cha kujenga pale. Bwana akapata tweet. Akatoa kiwanja nijenge ofisi. Sasa nikaona kuna tweet, kuna mnong'ono ndani, sauti ya ndani. Unaonaje? Shukuru Mungu, ndio anaambia jamani, mnapoa mnaangalia sana. Mna match, sio match tu. Ningesema hatu match. Bado match na nini? Ameona hulka. Kuna hulka za roho. Bwana akanikubalia. Ila kwa kweli, niambie ukweli, nikasema hivi nikiuza leo hapa, sina maokoto mengi. Wale mnakumbuka nilikiuza kile kiwanja milioni 23. Wazao kanisa lilikuwa kina karibu, mnakumbuka nilitoa yote. Nimani kama mnapo. Msifikiri milioni 23. Yaani karibu ni kila mwezi ni na milioni 2 za kuishi mwaka mzima. Inauma, lakini haifiki Mungu kumtoa mwanae pekee. Ndio maana nasema kifo, tunapotafakari kifo cha Yesu, moja ya kitu useme we are talking about the power of love, nguvu ya upendo. Warumi 5:8 nimeandika hapo, inasema bali Mungu aonyesha pendo lake. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi. Anaonyesha pendo lake kwetu sisi kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu. Kwa hiyo kifo ni ishara ya upendo wa Mungu kwetu sisi. Unapotafakari kifo cha Yesu siku ya leo, tafakari kuhusu upendo. Jinsi ambavyo Mungu alitupenda tulipokuwa tungali wenye dhambi. Na sasa upendo wenyewe ni kwa watu waliomuudhi. Afadhali hata mimi nilitoa, najua ni huduma yangu, sio ni huduma Mungu kanipa, somehow you get comfort. Kwa namna fulani unapata faraja. Si umetoa kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. Kweli Bwana nisikie vizuri. Ninataka kama Mungu alibariki, ili Mungu anikumbuke. Si ndio? Si tunatoa ili kama Mungu atubariki pia. Sasa yeye Mungu anatoa kwa watu bogus. Watu wapuzi, wajinga, wapumbavu, waliomwasi, tungali wenye dhambi, anasema natoa. Unaelewa? Sasa na wewe nimekuambia tafakari kitu cha thamani ulicho nacho. Alafu ukampe adui yako anayekumanga, anayekusema vibaya. How does it feel? Wakati wa utayari unatafanya kila hisi kabisa ya mimi kwa kweli nilivyo rohoni, mimi niko rohoni baba, na mimi sipata shida. Yaani mtu ambaye anakuudhi, anakuchukia, hakubaliani na wewe, halafu unasabia kama milioni 23 au gauni lako tu basi. Tusiende mbali sana, gauni tu
au suti yako nzuri unayopenda, unaambia mpatie mimi. Anaambia hata kanisani sio rahisi. Hata kama mnasali. Yaani ujue hapo kuna kitu cha ziada. Na ndio maana tunasema ni upendo wa agape. Yaani ambao utarajii kulipwa kitu. You just do it. Miaka ya nyuma, Mungu tunarudishia na moyo wote. Si kama mbingu imehama, sijaelewa. Miaka ya nyuma, siku kama hizi za Pasaka na Christmas, nilikuwa na kawaida sana ya kualika watu ambao hawawezi kunipa chochote. Yaani kanisa zangalia wale wengine ambao wanaonekana hata waliwekileki. Mimi na mke wangu ndio tulikuwa na kawaida kufanya hivyo. Tunatafuta, tunauliza, vipi Christmas hii au Pasaka hii na mpango wa kwenda baba, nifanye nini sasa? Tarudi nyumbani naandaa chochote cha kula, nitakula tu hizo baraka zangu. Au ndio nataka kweli kabisa. Nilikuwa nafanya kitu cha ajabu, kwa sialiki watu wenye uwezo wetu kabisa. Nilikuwa nawalika wale wachovu kabisa. Unajua kwa sababu gani? Sio kwa sababu watakuja kunilipa. Yaani ndio ilikuwa attitude ya falsafa yangu mimi na mke wangu. Unajua nikimpa mtu angalau leo nikimuita darasa kwa sababu mkubwa. Nisenge sasa na mtaketi karasa. Sasa najua tu kwamba zile dhahabu za Julia zinaweza zikadondokea na siku moja. Sio? Ndio kawaida binadamu huwa anatoa mahali tunasema ni transaction love. Yaani nipe nikupe. Nipe nikupe. Sasa ukisema tu ninatoa hata kwa mtu ambaye hanipendi, lazima kuna kitu cha ziada. Hapo ndio kuna kaupendo ka agape. Yaani hapo ndio unaanza kufanania baba yako. Mungu wa mbinguni, sio baba yako maboko, yaani Mungu wa mbinguni. Sawa? Kwa hiyo hii Yesu kufa inaonyesha upendo, na Biblia inatuambia kwamba Mungu hakusubiri tuwe watakatifu ndio atupende. Yaani alimtuma mwanae kuja kufa wakati sisi bado ni wachovu, ni wachafu, ili sasa tupate wokovu. Tena hiyo ni neema kwetu, ili tupate faida sisi. Kwani Mungu wewe ukienda motoni anaanza wewe? Kwa mfano, sawa umeomba, umemwasi, yaani mahangaiko yote haya tu asabana ili watu wapate wokovu. Kwa hiyo hata anachotoa ni kwa ajili yetu ili tupate wokovu. Sawa, yapo maneno anasema kwa ajili yake mwenyewe amefanya. Lakini ni kwamba tu hawa waliopotea, hawa wamenyasi, hawajui alitenda. Na mimi sasa asante Yesu. Inaanza kunikumbusha na Yesu pale msalabani akasema, Bwana wasamehe, hawajui walitendalo. Unajua wanajua wanachofanya. Unajua hizo lugha ni mtu yuko kwenye agony. Yupo kwenye shida, kwenye maumivu makali Bwana Yesu. Na watu jamaa wanamdhihaki, wanamfanyia chochote. Yesu akalia akasema, Bwana wasamehe, hawajui walitendalo. Laiti wangejua ninaleta upendo kwao. Wangejua, laiti wangejua. Lakini Baba hawajui walitendalo, wasamehe. Na ni kwa hilo nimekuja, na ndio maana niko hapa saizi. Wananitemea mate, wananifanyia dhihaka. Wengine wanasema kama ungekuwa wewe mfalme, hebu jishusha pale kwenye msalaba. Lakini Yesu akasema, Baba wasamehe, hawajui walitendalo. Ni kwa sababu ya hilo nimekuja kwa ajili yao. Remember my God, don't. Yaani usihesabu baya lolote kwa hayo wanafanya. Hawajui. Sasa wasi upendo. Yesu mwenyewe anajua anachokifanya. Mungu Baba ndio kabisa akatoa mwana wa pekee. Sasa kwenye pointi hii mimi nimetafakari. Ukiona blue ni jambo la kutafakari. Ukiona tu blue ni angalizo la kutafakari.
nasi tuwe tayari kuonyesha upendo hata kwa wasiostahili upendo wetu. Application of every section. Ninawa kila ninachokizungumza ninaweka angalizo la kujifunza kwetu. Akisema iweni watakatifu kama mimi nilivyo watakatifu, manake igeni tabia zangu. Kwa hiyo kanisa tunatakiwa kuwa na upendo hata kwa watu wasiostahili, na hapo ndio utakuwa wana wa Mungu kweli kweli. Sasa wewe ambaye hiyo cheap love achana nayo. Sikwambii napenda kwa sababu na yeye atanipenda, atanipa, atanifanya nini, atanikubali. Hey, wachumba mpo, unampenda kwa sababu amekubali kwa mchumba. Leo nakufundisha achana na upendo kwanza. Hebu weke pembeni kidogo. Penda mtu asiyestahili kupendwa. Na huo ndio upendo wa agape. Na huo ndio Mungu tunaofundishwa kwa kifo cha Yesu pale msalabani. Biblia inasema alitupenda tungali wenye dhambi. Alitupenda tungali wachafu. Wakati hatufai chochote, tunanuka mbele zake. Aka-extend upendo wake. Naomba unapotafakari Jumaa ya leo, naomba chukua na hiki, kama kuna kitu cha kuchukua na kukiandika, na ukasema Mungu naomba unisaidie uwe na upendo hata kwa wasiostahili, ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Wokovu ndio siri ya msalaba. Msalaba sio tu Yesu aumbike moyoni mwako. Yaani kweli aumbiki kwa maana kwamba ufanye kama alivyofanya. Si ndio? Kama nataka kweli sisi tumebadilika, tumemfanania baba yetu. Kama tumemfanania ametubadilisha. Wanangu sikilizeni, tuwe na upendo hata kwa wasiostahili. Sawa? Wote pili. Nguvu ya uumbaji mpya, the power of new creation. Tunapozungumzia hii dhabihu ya Yesu Kristo, kujitoa kwake ilikuwa ni kutufanya kuwa upya. Biblia inasema kwamba tumekuwa viumbe vipya ndani ya Kristo. We are new creation. Tumekuwa viumbe vipya ndani ya Kristo. Kwa hiyo kupitia msalaba mwanadamu anapata nafasi ya kuanza upya. Kupitia msalaba mwanadamu anapata wakati wa kuanza upya. Galatia 6:14 inasema, lakini mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Inawezekana hata usimuelewe Paulo anazungumza nini. Ngoja nisaidie. Ngoja nikusaidia tu anazungumza. Waandishi au wasomaji wazuri wa Biblia mtajua kwamba Wagalatia, moja ya kitu thimu kubwa alikuwa anapambana na wale wanaojivunia utahiri tohara. Wale Judaizers, yani wale Wayahudishaji. Wale walikuwa wanampinga Paulo kwamba bwana wokovu mpaka utahiriwe. Sasa ilikuwa ni moja ya thimu. Akasema unajua shida hawa jamaa wanajivunia matendo ya mwili kupata wokovu kwa njia ya kutahiri tohara. Kwa hiyo akawa katika kuandikia Galatia anawaambia mimi sijivuni, sina kitu cha kujivunia zaidi ya msalaba. Kwa maana kwamba hayo ya kutahiriwa, kutotahiriwa, kufanya nini, kushika hiki, kufanya hili, sheria zile ambazo walikuwa nazo. Anasema mimi yale matendo sina haja ya kujivunia. Sio ni fahari. Na ndio akasema sioni fahari juu ya kitu kingine isipokuwa msalaba. Sasa katika msalaba, nimebold vitu vichache. Katika msalaba wa Kristo ambao kwa huo msalaba ulimwengu umesulubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Inawezekana usielewe iko hivi. Inapokuja kwenye swala la msalaba, kilichotokea imenifanya dunia ife mbele zangu.
Dunia kwangu, ulimwengu umekufa. Yaani nikiangalia dunia ni kituko fulani hivi. Mambo, mfumo wa dunia, kawaida ya dunia ambayo ni pamoja na unaniambia mambo ya kutahiriwa, kutotahiriwa, mimi dunia kwangu imekufa. Ndio maana nasema kwa huo msalaba ulimwengu umesulubiwa kwangu. Yaani mimi na ulimwengu wenyewe umekufa. Halafu na mimi kwa habari ya dunia nimekufa. Yaani dunia inanionyesha mimi ni kifo, ni marehemu. Unajua ni kitu cha ndani sana, ni kufanya upya katika ulimwengu. Uko hapa duniani, lakini unamwishia Mungu kama vile mambo ya dunia huyaoni. Sio kama unaelewa? Paulo anasema, nyie hamwelewi nyie Wayahudi. Na nyie Wagalatia, nani aliyewaloga? Mlianza vizuri kwa imani katika Yesu, halafu mnaanza kuletwa, mnaanza kupewa na kupewa falsafa mbalimbali. Sikiliza, kupitia msalaba dunia inakufa kwetu sisi, na sisi tunakufa kwa dunia. Na hapa najua kuna wengine wanaomba mzee usiendelee hapa. Maana kuna wengine wako hai duniani. Kuna watu wengine wapo kanisani lakini wako hai, very active katika mambo ya dunia. Paulo anasema, huu msalaba mimi umeniletea mageuzi mapya. Na hayo mageuzi mmojawapo ni kwamba mambo ya dunia kwangu ni takataka, ni mavi, imekufa. Dunia haiwezi kuniinfluence kwa sababu mimi kwangu naona kama maiti. Maiti inaweza kuongea. Kusulubiwa maana yake ni kufa. Ukisema Yesu alisulubiwa pale msalabani, maana yake alikufa msalabani. Sasa anasema kile kifo cha Yesu, ule msalaba umefanya kitu cha ajabu sana mimi katika maisha yangu mimi kama Paulo. Kwangu mimi namshukuru Mungu. Anasema, lakini mimi Paulo, mimi hasha kamwe nisione fahari juu ya kitu chochote. Yaani chochote mnachokizungumza mimi kwangu mimi fahari yangu, my pride. Yaani kama kuna kitu cha kujivunia ni msalaba wa Yesu. Sasa na msalaba wa Yesu umenifanya dunia ife kwangu na mimi nife kwa dunia. Kwa hiyo tukikaa mimi na dunia ni mtu na marehemu. Kila mtu anamwona mwenzie marehemu. Unanielewa sasa? Najua kuna wengine mlikuwa mjaelewa kusulubiwa kwa ajili ya dunia na dunia kusulubiwa kwa ajili ya Mungu. Inapokuja kwa habari ya dunia mimi nimeshakufa ganzi. Wengine macho juu ya dunia hii. Isinipite dunia. Wengine wanapoimba usinipite Mwokozi. Wengine wanaimba usinipite dunia. Kila kitu hii duniani. Kila dunia ikija na mitindo yake yumo. Ikija nimechelewa sana. Hujachelewa mwanangu, wewe lazima ufe kwa ajili ya dunia. Mitindo ya dunia yumo. Sari za dunia yumo. Sijini ya dunia yumo. Style mifumo ya dunia yumo. Paulo anasema sikiliza. When it comes to the cross, mimi ninapozungumzia msalaba, umenifanya mimi dunia ife kwangu na mimi nife kwa dunia. Nisulubiwe kwa dunia na dunia isulubiwe kwa dunia. Yaani manake na yeye imetundikwa msalabani. Mimi tafsiri, Paulo anasema tafsiri yangu, huo msalaba ulichokifanya imefanya dunia isiwe na thamani kwangu na mimi nisiwe na thamani kwa dunia. Na ndivyo tulivyo. Tangu sasa manene kama watu mlioitwa hata sasa Warumi 12 inasema msifuatishe namna ya dunia hii bali mgeuzwe nia zenu. Na Biblia inasema mjitoe miili yenu kwa dhabihu. Miili yenu mitoe kwa ikiwa dhabihu maana yake imesulubishwa. Kwa tulize na dunia hii usiwaseme na kizazi kidogo tunaishi. Kwani nikifanya hivi kanisani kuna shida? Muulize Roho Mtakatifu na muulize Roho. Kama una amani, wala mimi nasaidia namna nzuri tu ya kufanya. Ya kuifanya dunia ife. Chochote ambacho ukitaka kufanya, ukasikia tweet moyoni, unasikia hukumu, usikifanye. Nirudie. Mimi ninaamini ukishageuzwa
na Roho wa Mungu yuko ndani, hawezi kukuacha ukaingia chaka. Roho wa Mungu anaongea. Ila tu sasa nikikuita kwenye kesi, nilionaje mchungaji? Nielewaje hivi? Sasa mimi nikusaidie. Wala unataka kuwa mchungaji wewe. Cha kwanza, jua Mungu mbinguni. Roho Mtakatifu anakuona na Yesu anakuona. Hiyo tu ndio mashahidi. Lakini cha pili ambacho ndio practical. Ukikuta moyo unasita kufanya chochote, acha. Ukiacha manake dunia imekufa kwako na wewe umekufa kwa dunia. Sasa angalizo, ukiona blue ndio angalizo, take home message. Tuishi kama viumbe vipya. Tabia za zamani, laana za ukoo, hukumu ya dhambi havina nguvu tena kwa mtu aliye ndani ya Kristo. Mimi tumelaaniwa ukoo wetu, achana na hizo laana za ukoo. Unajua mimi bwana, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tamaa zama yote mpita yamekuwa mapya. Damu ya Yesu iliyomwagika haikusaza chochote. Haikusaza chochote. Wewe tu unataka kujielewa. Sasa leo nataka nikueleweshe. Ile damu iliyomwagika pale msalabani imetufanya tuwe viumbe vipya. Tabia za zamani zimeisha. Na laana za ukoo zimeisha. Wala hukumu ya dhambi, hata kama ulikuwa jambazi, ulikuwa liwaji. Mimi bwana nishakata kwamba Mungu aliniona mimi kuwa mchungaji. Mangeo anamuuliza Mungu nipigane hapo. Sio mnasema Mungu umepigana. Mimi bwana anamuuliza Mungu nipigane. Mimi. Maria miaka 6 niliyoishi. Sinaambia mimi nilizaliwa kwenye Pentecoste. Nilikuwa mtoto mzuri sana. Nilipofika tu form 1, nikaivamia dunia. Hiyo dunia miaka 6. Mpaka form 6 ndio nikaokoka sasa kikweli kweli. Ila hiyo miaka 6 nikitafakari nasema sifaya kama mchungaji. Ningeje nikusikia nasema kwanza sasa hivi na hama kabisa. Huyo afai wa mchungaji wangu. Ndio nakwambia siku kweli. Lakini ashukuriwe Bwana kwa ajili ya msalaba. The game changer is Jesus. Kilichobadilisha Yesu. Hata mimi nikaanza kujishangaa. Ndio mimi leo kuna siku moja bana, wakati mimi nimeokoka nikiwa nimaliza form 6. Ile kipindi cha Pasaka kama hivi. Ilikuwa siku ya Pasaka kabisa mwaka 86. Sasa baadaye kumbuka ndio tunamaliza form 6, alafu tukaenda jeshi mwezi wa 6. Tukaenda jeshi. Sasa tukafika jeshi. Mtu mmoja akanishangaa. Na ni jamaa alikuwa rafiki yangu best. Tulienda naye jeshi. Siku ya kwanza kabisa kilichomshangaza ni kule jeshini tulikuwa kuna siku tunaita, ilikuwa kila tukimaliza kule jioni tunaambiwa disco. Unaweza kuimba, utaimba vijana msina yote tuwe wimbo wote wa Kristo atuiwe njoo tu. Na tunaimba pa jipe moyo utashinda. Ambia mateso haya kuna siku tutamaliza ya jeshi. Bado kwa tunapiga kwa. Sasa kuna siku mara moja kwa mwezi tulikuwa kuna disco na kikweli kweli, yani kwamba wanaleta bendi, wanaleta muziki au ma DJ, unakuwa na disco. Watu siku hiyo kujimwaga kwenye disco. Naambia siku hiyo hata msifai combat, mvae nguo zenu za kutokea, nguo zile za kutokea basi zipo jeshi hivyo tu. Basi lakini tulikuwa tuna vingungu angalau viwili vitatu, lakini ndio mwingi kwa combat kwa ukuta. By the way tulikuwa wadada tulikuwa tunatolea mpaka machao. Unajua kuna machao wengi sana kwenye mablanketi ya jeshi. Yaani hata ukiosha, hata ukiweka na dawa, ukiliweka tu kesho chao.
Sasa tulikuwa hawana aibu. Jeshi na uzuri. Unakuta tu dada amejipanga, nashangaa kachao anapiga na kunguni. Kaka vipi kunguni? Tunapoita Volkswagen, unajua tulikaa kama Volkswagen ni kunguni. Na Volkswagen ada Volkswagen. Na vichawa vile, yani chawa ndio kabisa. Tukienda kuoga ni kila mtu na nguo zake za ndani ya kuua chawa tu kwenye mto pale. Unajua namna kuua chawa ni hamjui. Hamjakaa mjini. Wewe unajua. Yaani tukao unachukua unapiga kwenye kucha tu. Sasa utamaliza mayai. Mayai yamepanga kwenye ngolo ni jamani. Mungu wa Israeli Mungu ametutoa mbali bwana. Sasa tuache na hiyo story. Ndio story za jeshi, tutakuja nikusimulie siku nyingine ya jeshi. Sasa kila mwezi kuna disco la kweli inaletwa kama ni bendi au inaletwa DJ. Halafu siku hiyo walikuwa wanatuambia na nyie walokole mnaruhusiwa kukesha mkiimba na kuhubiriana. Kwa hiyo kulikuwa na mkesha ligi, mkesha miwili. Wale wenye disco walokole. Sasa kwa taarifa yako, baba yenu ni kwa mcheza na disco. Nafikiri cheza kwingine mlikuwa kwa zamani mshakumbusha. Simuli mshazazia hapa kuna sherehe. Sasa mimi kwanza nikiwa level nilikuwa natoka Fikiria Shinyanga na barabara za vumbi naenda Mwanza kukiwa na disco Bwiru au Ngazi. Ndio maisha hayo. Weekend hiyo jamani, disco liko hapo. Bwiru girls. Panda gari hapo. Kuna bali zinaitwa Ibukio, basi service na same. Unapanda huyo. Unakuja kesho hapo unafika umechelewa na vipindi, ndio maisha hayo. Sasa nikiwa form 6 mwenyewe kama kawa yaani kusio na disco pale mjini. Wawe ni magereza, wawe si wapi, wawe ni Mirembe, ni Msalato, girls, sisi leo ma DJ wenyewe. Ambayo sasa tumeenda jeshi. Nimepigwa disco mwezi wa kwanza. Mimi nilikuwa kumbuka mwezi wa 4 bado kama mshimoshi. Na kueleza kuhusu kubadilika. Hali kama vile tamani. Nikapigwa sasa nikaanza. Na walokole nao wakasema tulikuwa na fellowship yetu kwa walokole. Afadhali nilikuwa napenda kale fellowship. Yaani wakati tunakula, unajua kishini. Kama una musti ile ya kuwekea chakula, hata kwenye kofia weka chakula na maragi unaenda tu. Unavua kofia weka musti yako. Sasa unakula haraka dakika ngapi kimeshaitwa. Sasa ule muda wa kula tunakaa pamoja na walokole. Tunafanya ibada. Huku mnakula na neno. Mimi ndio nilianza kuhubiri kwa mara ya kwanza. Si nimeokoka nani? Nakumbuka kwa kile ujumbe niliohubiri. Petro wa pili, nafikiri mstari wa Petro wa pili, sura ya pili mstari wa 20 na hadi 22. Msirudie matapishi. Na kukaga ujumbe wangu wa kwanza kuhubiri. Nikamwambia yule jamaa fellowship akasema utahubiri. Boko utahubiri. Sasa lakini dakika 5 tu. Mnakula na kuhubiriana, mkiitwa tayari kwenye disco. Sasa achana na hiyo. Siku ya mkesha mnahubiriana, mnaimba, mnasifu. Hatuna magitaa na nini mikono, unajua kupiga mikono. Makofi, mnashangilia Mungu wetu. Bwana nikaenda kwa walokole. Mtoto niliokoka mwezi wa 4. Nilipita tu mwezi wa 5 tukafanya mitihani tumemaliza. Mwezi wa 6 tuko jeshi, mwezi wa 6 mwishoni disco. Baadaye nikaba na mwezi mmoja hivi na nusu kwenye wokovu. Sasa wapendwa wakasema bwana tulipewa kibali na sisi tukusanyike. Nikasema sasa hapo ni disco au kwa walokole. Na bado mitihani. Moyoni unasema
kwani wewe bado ni wa dunia au dunia imekufa kwa ajili yako? Sasa nikakumbuka, nikajipukuta, sema nenda kwenye disco la Yesu, ya disco la Yesu. Nikaenda pale tukapiga mkesha mpaka saa 8 usiku, tunaimba, tunarudiana, tunaomba, tunaimba na nini. Mkesha piga ulikuwa mkesha kwa kwanza. Hivyo hivyo twende tu hivyo kitaeleweka. Yeye mliokoka karibu yetu twende tu. Tukianza mkesha kwa tunakuja hivyo hivyo naimba kama mimi kama wewe. Ndio hivyo. Sasa kesho yake best tulikuwa naye rafiki yangu karibu, tulikuwa naye form 6. Ananiuliza, Leonard, jana sikuona kwenye disco. Sasa nijua mimi nilivyokuwa. Nikamwambia, bwana, nilikuwa kwenye mkesha wetu walokole. Alikuwa anasikia kama vumbi, kama haelewi ulokole ni nini. Akasema, wewe ndio kuacha disco. Wewe ndio kuacha disco. DJ maarufu amekuja. Umeenda kwa walokole kupiga makofi na maombi na kulialia. Nikamwambia ndio. Tunahitaji psychologist. Nikamwambia kwa nini? Yaani haelewi kabisa, kabisa ni puzzle. Yaani hakutegemea. Alafu kumbuka ni cheki bomu mzuri tu. Shuleni nilikuwa machachani nilikuwa nimemwambia mengine nisikwambie tu. Lakini sasa ujamaa alivyonishangaa na mimi namshangaa. Utanielewa zamana ya kufa kwa dunia na dunia kufa kwa ajili yako. Nikasema, bwana, mimi kwangu yale mambo niliona ni faida. Sasa hivi sio faida tena. Nimebadilishwa. Sasa maboko, basi kama umeweza kuacha disco wewe, basi wokovu. Namshukuru Mungu mpaka leo ipo jamaa. Ambia vipi unaendelea? Anambia kama kawa. Ndio na ananiona sasa hivi kwenye mitandao yangu, ananiona anapiga nimeshakuwa pastor. Nilianza sasa kwa pastor ndio msikize. Sawa, panaendelea tutuombee na sisi. Mandela alipiga wakati nikiwa mkurugenzi wa TACAIS, bana sasa nimeishiwa. Namtumia shilingi ngapi? Ni rafiki yake alikuwa tunaitana best. Maisha amempiga kweli. Mpaka sasa hivi maisha amempiga sasa. Maisha amempiga. Ila huyo ndo anacheka. Anaambia nipuzi. Siku naokoka alisema umekuwa umechanganyikiwa, umekuwa mjinga, yani sana umekuwa nilokolea, hata ustahili kwa rafiki yangu. Nikamwambia, sikiliza, kwa ajili ya Yesu mimi na urafiki uishi leo hapa. Bwana nje kutafuta mwenyewe. Wakati mambo yameniweka. Wakati ameshafukuzwa na kazi kwa ajili ya ulevi, kwa ajili ya ujinga, kwa ajili ya wizi. Alipiga kwa nje akani. Wewe kwa ndani basi. Ndio anaambia, Bwana tukubadilisha, kubadilishe kweli. Dunia ife. Mmeelewa sasa maana ya kubadilishwa? Mmeelewa vizuri? Kama mmeelewa hapa ni hapa. Dunia kufa, nimetoa na kielezo kabisa live. Sasa wengine ameokoka, bado anakumbuka na disco. Ameokoka na kumbuka na mashosti. Walikuwa kutoka auti. Wakaenda beach na kuvaa uchi huko. Bana sikatai. Siku nyingine tutawapeleka beach. Mbona mtakavaa bikini? Sipenda. Israeli, tupe nafasi twende Matema. Hivi mkienda Matema mnafanya. Maki mbona mnaenda hivi vijana? Wanafanya. Jeu tutakuja tutaongea. Ndio. Yako anatokea nini huko ukienda kwa bichi? Maombi, unaona maombi? Mmoja anasema kwamba piga maombi. Kweli? Nitakuja niwape out siku moja. Tuchukue gari hapa mjini twende nikaone. Naambia leo jamani kuogelea. Utashangaa watu wataogelea wamevaa nguo za kutokea Jumapili. Israeli tumeionea. Atapeleka na Syria, atapeleka siku moja. Kwa mimi nikaenda bicha ina shida. Mapenzi juzi nilipiga
Ninakunywa kahawa, nimepiga pensi. Ilikuwa beach. Ile ilikuwa beach kabisa, tulikuwa Matema. Tuenda beach. Piga pensi basi, mkubiza kula pensi. Mimi napiga pensi. Hamjakuona? Tuende Matema sasa siku moja. Haya, tumemaliza kuishi kama viumbe vipya. Jambo la tatu, nguvu ya unyenyekevu. Nguvu ya unyenyekevu, the power of humility. Yaani msalaba unatuonyesha nguvu ya unyenyekevu. Msalaba unatufundisha kuwa njia ya kwenda juu ni kupitia chini, kujishusha. Wafilipi 2:8. Tena alipoonekana na umbo la mwanadamu, yaani Yesu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Msalaba ndio asili ya wokovu wetu, ndio asili ya mema. Kwa hiyo pale msalabani, moja ya kitu ambacho Mungu Yesu alikuwa anafanya ni unyenyekevu, ni namna ya kujishusha. Ukisoma ile Galatia hiyo Wafilipi kuanzia mstari wa 5, inasema kweli na nia ile ile kama iliyokuwa ndani ya Kristo, ambaye yeye alikuwa na namna ya Mungu, lakini hakuona ni kitu cha kushikamana nacho. Anakuja kumalizia hapa, anasema hapa hata alipokuwa amevaa umbo la mwanadamu alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Yaani kujinyenyekeza ni kutii. Anatii nini? Alichoagizwa na baba yake. Lazima atii, na akajinyenyekeza hata mpaka mauti kamkuta kwa sababu ya unyenyekevu. Na mauti ya msalaba. Kwa msalabani panatufundisha unyenyekevu. Na ndio maana Paulo katika hiyo Wafilipi, hebu nisome, hamna shida. Kisika unaweza kunyewe watu wa medium. Kwanza mstari wa 5, kama unaweza mkaswitch kidogo. Kwanza mstari wa 5. Nataka nisome andiko hilo. Wafilipi sura ya 2, kwanza ule mstari wa 5. Nisome andiko mpaka mstari wa 8. Mstari wa 8 unasema kuna watu, kwa sababu kuna kitu cha take home. Kuweni na nia ile ile uliokuwa nayo Kristo Yesu. Yaani na nyinyi mwe na nia kama uliokuwa ndani ya Kristo. Sio tunajeleza uzuri. Twende. Yeye sasa, hiyo nia ni nia gani? Yeye ingawa alikuwa na asili ya Mungu hasa kabisa, hakuona kule kwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana au cha kukishikilia. Bali alijifanya si kitu. Kujinyenyekeza ni kujifanya. Yaani wewe ni kitu, lakini unajifanya si kitu. Alijifanya si kitu. Akachukua hali hasa ya kuwa mtumwa. Kuwa mtumishi. Nilishawaambia utumishi ni kuwa mtumwa wa wote. Ni kuwa mtumishi wa wengine. Na ndio maana Yesu akasema nilikuja kutumika wala sio kutumikiwa. Akawa na namna ya utumwa. Naye akazaliwa katika umbo la mwanadamu. Hapo ni Christmas. Asante. Lakini naye akiwa na umbo la mwanadamu, ndio mstari wa 8 sasa. Akiwa na umbo la mwanadamu, alijinyenyekeza akatii hata mauti, na mauti ya msalaba. Haikuishia kuzaliwa tu kufa umbo la mwanadamu, lakini unyenyekevu unadhihirishwa pia kwenda msalabani, kutii kile Bwana amesema. Kwa hiyo tukirudi kwenye slide zetu, nguvu ya Mungu inafanya kazi pale tunaponyenyekea. Hizo ni facts kubwa. Unaponyenyekea, pale ikiendelea mstari wa 9 inasema baada ya hilo tukio naye Mungu akamkirimia jina lipitalo majina yote. Baada ya kuwa ameshinda kwa unyenyekevu mpaka mauti, na Biblia, kwa hiyo Mungu alimtukuza juu sana na kumpa jina lililo kuu kuliko kila jina. Ni kwa sababu ya ule unyenyekevu wake kwenda mpaka msalabani. Sasa nguvu ya Mungu inafanya kazi zaidi pale tunaponyenyekea. Msalaba unatufundisha kuwa utii kwa Mungu huleta utukufu wa milele. Bwana akamkirimia jina na hakuna atakayemuondolea hilo jina la Yesu. Nikwambie kitu, ni hivi, be humble. Jifunze kuwa mnyenyekevu. Msalaba katika siku ya leo ukufundishe kuwa mnyenyekevu. Na ndio maana akasema na sisi tuwe na nia kama hiyo hiyo. Na kilichotokea nini? Akatii, alafu akainuliwa. You want to be uplifted by God, be humble. Shida ni akikuinua kidogo tu Mungu. Ndio maana mambele wangu sidharau hata maskari hapa na nini. Hebu wape wengine asigusu kwa sababu ndio kanisa letu.
Hakuna najui kanisa yenu usiya kwenu. Maneno mengi ya nini? Be humble. Wengine lugha za kiburi zinaajabu. Na kufundisha leo kwenye Pasaka hii, Ijumaa hii, ikufundishe kuwa mnyenyekevu. Unataka kuinuliwa na Mungu, be humble. Hajalishi Mungu amekuinua. Yesu alikuwa sawasawa na Mungu, na alikuwa ni Mungu kabisa. Akavaa kwanza, kuvaa mwili wa binadamu ni unyenyekevu, lakini alipovaa mwili akakubali kufa ili mapenzi ya Baba yake yaweze kufanyika. Sasa ninachokuomba kabisa, moja kitu jifunze katika Ijumaa Kuu ni unyenyekevu. Humility. Ndio kiburi. Akijawahi kulipa. Biblia inasema Mungu huwashusha wenye kiburi na wanyenyekevu huweza. Hiyo ni kanuni ya Mungu kabisa. Ndio maana najua kuna watu wananishangaa kwa status yako. Wengine mpaka wanaangalia mimi sikustahili kuongea nao. Ulikuwa sio kuongea na sisi. Na ni kweli. Sasa za duniani sishaambia. Ungenikuta mpenzi. Anashukuru Mungu zaidi. Madhari unajiendesha mwenyewe sasa, hamna hata unifungulia mlango. Maisha haya. Bila Mungu. Ndio mwafungulia mlango. Ndio anakimbia. Ndio la tuna. Mimi nifikana ni kana hata kubeba mzigo. Jamani, mimi msinihukumu. Niwaambie dereva wangu tukifika kazini niachie tu peke yangu. Mimi sio mlebavu. Heshima hizi. Sawa, utaona mimi mjinga. Sawa, mimi hamna shida. Mimi kabisa alikuwa anaandika nini? Anaenda kupaki gari hapo paki. Kwa kawaida alikuwa anatakiwa akishuka pale nipeleke usini. Hapo ndio aje atengeneze gari yake vizuri. Na uzuri kuna mahali pameandika kabisa for ED only. Sasa haendi kwanza kwa ED only, anaachia kwanza. Anafika pale mlangoni getini, ananitegeshia nitoke. Kwa kawaida inabidi atoke anipeleke usini. Na ghorofa ilikuwa nikiwa Dar es Salaam ni ghorofa ya 4. Na wakati mwingine na umeme umekata, inabidi tuende kwa miguu. Afuatia rudi, utengeneze hiyo gari. Wakaenda hata kula na yeye hivi. Nikikuita kula, hasogei. Nikamwambia nje tule tu sana. Amani tumefika naenda Dodoma, tumefika Morogoro. Akakaa kule na sababu ndio wanaongea na nani hapa. Jobe. Anaona ndio kula bisi watu. Jamani, sikiliza, Mungu akikuinua wewe be humble. Kwanza ukiwa humble ndio Mungu anakuinua zaidi. Unaelewa? Bwana Mungu atatuinua sana. Mwaka huu vikombe vitafurika sana. Niwaambie ukweli. Vikombe vitafurika, lakini naomba Pasaka hii itufundishe unyenyekevu. Be humble. Mungu akikufikisha popote pale, kumbuka kwanza ulikotoka. Kwanza kumbuka ulikotoka afuta baba. Maana Mungu yeye angalau Yesu alikuwa ametoka kwa Mungu. Wewe ulikotoka, si ulitoka kupigika. Sasa Mungu amekufikisha hapo, asikia tabu mjini hapo. Kama mchungaji akupigia simu, nilikuwa busy. Alafu nakuja kunikumbuka kesho yake. Sema mchungaji, nilisahau nilipitia kweli. Mchungaji. Hapo kwa nini shauku tukana? Wapokea gari simu zangu zingine. Nakuza list kwa kesho yake. Atuzuru unaona sasa mzee. Sasa unasubiri, tunaongea sana. Na jana nilifanya hivyo na tena. Wengine wapo hata simu najijua. Bwana mimi nikuta misiku yako nakupigia. Mimi mwenyewe nakupigia.
mafuta msikoni. Hamna watu nishaupikeni mafuta msikoni. Na kufundisha unyenyekevu. Be humble. Na hiyo ni njia ya Mungu kukuinua. Imeandika pale kwamba nguvu ya Mungu inafanya kazi pale tunapojinyenyekeza. Na haya, take home message. Hii inatufundisha nasi kuwa wanyenyekevu. Na hiyo Wafilipi yote nilisoma, unaweza kuongeza na mstari wa 9. Unyenyekevu huleta utii kwa neno la Mungu, kusababisha baraka na kuinuliwa zaidi. Take home message. Twende point inayofuata. Nguvu ya ushindi. The power of victory. Msalaba haukuwa kushindwa. Ngoja nimsaidie. Unajua kifo cha msalaba kilikuwa cha aibu. Ushasoma hayo? Yaani one of the, yaani cha kudharauliwa. Hata mheshimiwa akihukumiwa kufa kwa msalaba ni kifo cha aibu. Yaani afadhali hata ukanyongwe tu kupigwa msalabani. Kwa hiyo ilikuwa ni alama ya aibu msalaba. Na hapo ni unyenyekevu mwingine. Angechagua kufa kifo cha kimya. Lakini ulikuwa ni ushindi mkuu dhidi ya mamlaka ya giza. Wakolosai 2:15 inasema, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Bwana Yesu alishangilia. Kuna wengine wanaweza asielewe, nimeandika pale soma TKU. Naomba mnipe Biblia TKU kwenye mstari ili tuelewane vizuri. Inaonekana ukisoma hii Biblia zamani kama nipeleka kwenye TKU au una TKU. Kama una mimi nikutafutie. Biblia leo inasema okay. Asante. Pale msalabani, kilichotokea pale msalabani, aliwanyang'anya watawala wa ulimwengu na roho, nguvu na mamlaka. Ile anasema akiisha kuzivua enzi na mamlaka. Inakuwa kama ile kile kwamba aliwanyang'anya mamlaka, alivua mamlaka za kuzimu. Ndio maana tunazungumzia ushindi. Pale msalabani aliwanyang'anya watawala wa ulimwengu wa roho, nguvu na mamlaka. Aliwashinda pale, ushindi. Aliwashinda pale. Na akawafukuza kama wafungwa ili ulimwengu wote uone. Mmemwelewa sasa vizuri? Yaani pale msalabani alikuwa anatenda jambo la ushindi sana. Wao walijua wamempata, lakini wamepatikana. Shetani alijua kwamba amemweza, kifo cha aibu amemweza, na ndio maana mwisho alipokufa msalabani saa 9, masaa kama 3 yajayo, kuanzia saa 6 kama saa hizi, kulikuwa na giza pale katika Yerusalemu na nchi nzima ilikuwa ni giza. Saa 9 akapiga kelele akasema imekwisha. Unajua tunafanya? Shetani, you are no longer have control over my people. Pale msalabani kwa madaha, ile Biblia hii ya zamani, alishangilia msalaba kwa mkogo. Nimependa ile unayo inasema kwa mkogo na kwa ujasiri. Akashangilia pale msalabani. Akasema ni toto langu hili lipate ushindi. Hili ni toto langu litakalokoka liweze kutoboa maisha yaende yawe salama na hata shetani asiyo na mamlaka juu yake. Sasa ninatangaza kwa ulimwengu mzima. Pale msalabani anautangazia ulimwengu mzima kwamba shetani umeshindwa. Shetani, ushindi ni wa kwangu. Nimekunyang'anya mamlaka yako mchana kweupe. Ndio maana yake. Simeipata vizuri ya tafsiri. Kwa hiyo Yesu alishinda kifo, alishinda dhambi, alishinda shetani hadharani. Na angeweza kufa kifo cha kunyongwa tu kwa kilimo. Na mashuhuda wachache. Mbele ya msalaba. Kila mtu ana kwake, anaelia na anayefurahi anafurahi, wanaodhihaki wanadhihaki,
Akasema je, fanyeni yote, lakini bado dakika chache. Tulipofika saa 9 akasema imekwisha, wanangu, imekwisha. Imekwisha. Amani iwe kwenu, ushindi uwe kwenu, tumeshaupata. Sasa kama Yesu alifanya hivyo, nasema msalaba ulikuwa mahali ambapo adui alidhani kwamba ameshinda, lakini kumbe ndipo alipopoteza mamlaka yake yote. Unaona ile tafsiri, ni mamlaka alikuwa anachukuliwa. Yohana 19:30 unaweza kunisomea pale, na ndipo nilikuwa nazungumza. Utimilifu wa kazi yote ukashiritika. Yohana 19:30 inasema imekwisha. 19:30, Yohana 19:30 anapiga kelele, anasema imekwisha. Alipoonja ile siki akasema imekwisha. Baada ya hapo akainamisha kichwa chake akafa. Yesu wangu. Oh, I love you Jesus. Mungu wangu, yani mimi nikitafakari Yesu, sijui wewe unasikia nini unatafakari kitendo cha msalaba. Just a victory. Ni nguvu ya ushindi. Shetani alikuwa amemshinda, kumbe yeye ndo kashindwa. Na ndio ila ndio nampenda Mungu. Mungu Bwana amecheni kwa Mungu tu. Yaani shetani anapofikiri kwamba ameweza, kumbe ndio yeye kaweza. Yaani hata kwenye maisha yako ndio anaweza kukupiga akajua amekushinda. Ukija kuibuka ndugu, hebu jipe moyo tu, mwanangu, hebu changamka kwa yeye, jipe moyo. Na hili neno la ushuhuda mzuri, ni neno la kutia moyo. Hili ni jambo la faraja sana, kwamba tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yale tu alituokoa, alitutia nguvu, anatutia nguvu. Kwa hiyo nimalizie tu kwenye kipengele hiki kusema yatupasa tuishi kwa ujasiri kama washindi. Loko lingine natisha nguruma. Mimi Yesu wangu ninajivunia. Mimi Yesu wangu alikuwa ni mbali. Sasa kaniokoa nikiwa kapuku tu. Form 6. Babangu alishastaafu tangu niko form 1. Alikuwa anapata pressure ya shilingi 50. Hata ile tu kujikimu hawezi. Ndio anaambia bila kuanzisha elimu. Ashukuriwe Nyerere wakati tulikuwa tunasoma kule. Hata mzee Mbongo aliweza kusomesha. Sasa elimu tu. Nilifika form 6 nikapata na Yesu wangu, nikasema wow. Sasa mzee na Yesu alipatikana huko. Wala usipate shida. Mimi maisha yangu yale Mungu atanijali. Najua huwezi kulipa nyumba, huwezi kulipa magari. Mzee Mbongo alikataga hata na gari. Nilikuwa napiga baiskeli. Yeye kikubwa sana kama cha baiskeli. Kilomita 20 kutoka Loa. Unapofahamu kijijini kwetu. Loa kwenda Kahama mjini kilomita 20. Kila wiki lazima nipige pedo. Na milima na mchana. Pige. Na kutuma kwa mamako mkubwa kule. Nikasema hii kazi kuzaliwa na walimu. Jamani nisamee walimu. Nilivyo tu nikasema ndio nilichukia na walimu. Maana yake nilikuwa nalima jamani. Mtoto mwalimu nalima. Nasafiri kwa baiskeli. Maisha ndio, lakini maisha yalikuwa mazuri. Tukivuna magunia mpunga, watu walikuwa wanakuja kupiga vibarua nje. Kuja kuleta kabebe kampunga. Mzee alikuwa ni kabwanyenye fulani, bwanyenye wa kijijini. Mungu alinipa hiyo neno. Lakini hata hivyo nikasema sasa mzee sasa leo tayari. Mimi by the way, niliona chuo kikuu akaniambia sasa umesamehewa. Unaamka saa 11 kwenda kulima. Zamani likizo ikifika mzee. Yoka. Masika kama hivi masika. Unatamani upige chenga sijui ndio ukakaa wiki moja kwa rafiki yako. Mwe mzee kama naomba ruhusa tena nikatembelea rafiki yangu. Maana wenyewe hapa limi namna hii. Why? Kwa siku mbili. Siku moja dada yangu bwana alichelewa alienda mahali. Afu kwa rafiki yake akasema mzee. Huyu Grace yule dada akachelewa. Yuko sekondari. Anaambia nakupa siku mbili. Mzee wangu hakurudi. Simzi akakata viboko. Akaandaa viboko kabisa kuja kuchapa. Vizuri akavichonga. Nikasema mzee wangu ni noma. Sasa anakuja dada. Sisi tunashangilia leo. Hey, kuna viboko vinaangaliwa.
anakuja toka kwenye gari kule tunapokea mpaka anafika nyumbani. Anatubu na bado akaingizwa loka kule mzee. Alichangazwa. Ila baadaye akasema sawa. Kwani usimuulize? Akalisema nilizuiliwa na yule rafiki yake kwamba mimi nasafiri, ngoja nirudi alafu ndio uondoke. Akakubaliana siku 2. Umechelewa kuja kulima. Mzee nafikiri hata kilimo kitakutoa basi. Ndio maana ungekuwa sawa mimi na daktari tu. Kwa kweli na daktari yeye nikakutana zenyewe kidogo chunesi jamani ya maisha. Ila Bwana Yesu akatengeneza mchongo. Ndio nampenda Bwana Yesu. Akatengeneza fursa yeye mwenyewe. Lakini ninachozungumza ni ushindi. Huyu ameenda kwenye uponyaji. Wewe mimi nazungumzia ushindi wa nini? Au yaani nguvu ya ushindi. Au nataka nimalize? Haya jamani, ndio ya mwisho. Pointi ya mwisho. Nguvu ya kuponya. The power to heal. Kuna maandiko mazuri tu. Kifo cha Yesu msalabani kimeleta uponyaji. Kile cha ile kwa yaani ile dhabihu ya pale msalabani ilikuwa pia ni kwa sababu ya magonjwa. Na ndio maana hatusemi kwa kufufuka kwake, kwa kupigwa kwake tumepona. Pale msalabani, kile kitendo cha pale msalabani inasema hivi, akisha ule mstari wa Isaya 53 mstari wa 5. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichukuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa zile bakora pale msalabani. Maiti huwezi kuipiga, hakupigwa akiwa kaburini. Ile pale msalabani anapocharazwa, yale makovu anapojeruhiwa, majeraha yalikuwa pale msalabani. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake. Ni kweli dhambi zimechukuliwa. Tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Haya, kuna kufa tena hapo. Kusulubiwa ulimwengu na sisi kusulubiwa kwa ulimwengu, kusulubiwa kwetu na sisi kwa ulimwengu. Kwa kupigwa kwake mliponywa. Jamani, msalabani Yesu alibeba magonjwa, sio tu dhambi. Sio tu kufanya upya, lakini alibeba magonjwa na maumivu yetu ili kwa kupigwa kwake sisi tupate kupona. Kwa hiyo weka imani katika nguvu ya Mungu. Najisikia nikwambie katika mchana leo, hata kama unapitia ugonjwa wa aina yoyote, wenye jina na sio jina, uliojulikana kwa madaktari na ambao haujajulikana, tunaye mponyaji. Yesu ni mponyaji. Zile bakora, ile kujeruhiwa, ile kupigwa, ilikuwa mimi na wewe tupokee uponyaji. Naomba tusome. Alinitafuta toka mbali, akani na mizigo iyo Kalvari, alinitafuta toka mbali, akanitua na mizigo iyo Kalvari,